Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi kizuri cha saa ya kufunguliwa kwako. Leo nataka kusema na wewe mtu ambaye umekuwa na roho ya hofu. Una hofu ya magonjwa, ya kifo, ya umasikini. Una hofu yoyote katika maisha yako? Mungu ametuleta katika ulimwengu huu tumiliki na kutawala. Ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo, anasema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu akatawale. Uko hapa ulimwenguni, moja, umwabudu Mungu siku zote. Mbili, umtukuze yeye kwa matendo makuu anayotenda katika maisha yako. Tatu, umtumikie yeye. Je, unamwabudu Mungu? Unamwabudu katika roho na kweli? Je, uko tayari kuachana na dunia? Biblia inasema nanyi msifuatishe namna ya dunia hii. Kumbe dunia ina mfumo wake, ina staili yake ya kuishi. Kuna nyimbo zao, kuna mavazi yao, kuna namna wanavyoabudu miungu yao. Leo ninakuletea asubuhi ya leo habari ya Yesu Kristo. Natamani umwabudu Mungu aliye hai, yeye aliyekuumba kwa sura na mfano wake. Na kama alikuumba kwa sura na mfano wake, huhitaji kuogopa mapepo, majini, mashetani, mizimu. Hao ni viumbe wadogo sana mbele za huyu Mungu tunayemwabudu. Hebu ondoa hofu ya madeni ulio nayo. Hebu ondoa hofu ya magonjwa mabaya. Una kansa, una kisukari, una HIV, una tezi dume, una maumivu makali hapo unayenitazama hichi kipindi. Nataka nikwambie Yesu alipokwenda msalabani, alishughulikia magonjwa yote. Hofu ni kinyume cha imani. Unamwamini Mungu atakutoa katika hali uliopo. Unaamini Mungu anaweza kuleta muujiza wa wewe kuwa na fedha. Unaamini Mungu hata kama vitu vyote ulivyokuwa navyo vimeharibika, bado roho yako, afya yako na mwili wako utaishi tena. Kuna mtu anaitwa Ayubu. Ayubu alipata magonjwa mabaya, lakini Ayubu alimtumaini Mungu. Ili hofu iondoke, mtumaini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili hofu iondoke, mtumaini Mungu. Ili hofu iondoke, amini kazi za Yesu. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14, amwaminie Yesu, kazi alizozifanya yeye namna zaidi atafanya. Ukiondoa hofu, Mungu atakupa kazi nyingine. Mungu atakupeleka katika ndoa. Mungu atakufanikisha katika masomo. Mungu atainua karama na vipawa alivyoviweka ndani yako. Mungu hataki uwe na hofu, kwa sababu amekuumba kwa sura na mfano wake utawale. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka wewe unayetazama kipindi hiki uanze upya. Kama kuna hofu ilipita, hofu ya maisha, hofu ya mavazi, hofu ya vyakula, hofu ya kesi mahakamani, hofu ya utumishi, hofu ya skendo ambayo inaendelea katika maisha yako, Mungu anataka usiwe na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka uondoe hofu ya kujenga. Mungu anataka uondoe hofu ya kupoteza maisha. Mungu anataka uondoe hofu ya kusafiri nje ya nchi. Yawezekana unanitazama, umesikia taarifa mbaya. Nataka nikwambie, kitu kimojawapo kinachosababisha hofu ndani ya maisha ya mtu ni taarifa mbaya. Na kuombea Mungu, taarifa yoyote mbaya ambayo adui ameituma katika maisha yako isipate nafasi ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, kwa maana umo katika moyo wako, wewe unayenitazama, ndiko zitokako chemchemu za maji ya uzima wa milele. Yesu akawaambia, aniaminie mimi, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake, bubujiko, furaha, kicheko. Na kuombea Bwana aondoe hofu ndani yako, bubujiko, tamanio, ukuu wa Mungu, baraka za Mungu zirejee tena. Kumbe unapokuwa na hofu, bubujiko, furaha ya wokovu inaondoka. Ili hofu iondoke, mkubali Mungu atawale maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mnanitazama, kwa nini mambo hayaendi? Umemkubali Mungu na bado umekubali shetani, na bado unatamani vitu vya dunia, vitu vya shetani. Kama umechagua kumwamini Mungu, utamtegemea, haijalishi. Biblia inasema
kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Wakati mwingine adui ametuma hofu katika mwili huu, lakini nataka nikuhakikishie roho yako iko na uhai na amani, kwa sababu Yesu yuko hai. Nataka nikwambie Yesu yuko hai. Nataka nikwambie Yesu akiwa ndani yako, Bwana wa uzima, hofu inakimbia yenyewe. Na nataka nikuombee leo, hofu yoyote ulio nayo, hofu ya maisha, hofu ya magonjwa, hofu ya umasikini, vikuachie uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, nanyi mtaifahamu kweli. Hii unayoisikia ndio kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli ni kuacha mabaya. Biblia inasema, apendaye Mungu atakataa mabaya. Mabaya yanasababisha hofu na huzuni na kilio na mateso katika maisha yako. Ninakuombea uweze kushinda. Yawezekana unampenda Mungu, yawezekana unamtaka Mungu, unataka nguvu zake, lakini una hofu. Na kuombea ulinzi katika maisha yako. Hofu ni kinyume cha imani. Hofu imefukuza watu katika maisha yako. Hofu ya magonjwa ulio nayo hayawezi kukuua. Umasikini ulio nao hautobaki milele. Usiogope, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili sura ya 1 na ule mstari wa 7, Biblia inasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kuwa na kiasi, hofu inakimbia yenyewe. Una nguvu ndani yako, una ujasiri ndani yako bado, hata kama moyo wako unavuja damu. Shetani amekuwekea hiyo hofu ili usifocus. Nami nakuombea nguvu ya kuendelea. Nami nakuombea uoga uondoke. Uoga wa kuoa, uoga wa kuolewa, uoga wa ujane, uoga wa kufanya kazi, uoga wa kumtumikia Mungu. Mungu akutupa hiyo, anaeleta hiyo ni Shetani, na ana nguvu. Alishashindwa pale msalabani. Biblia inasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana akupe nguvu siku hii ya leo. Bwana akupe ujasiri siku hii ya leo. Uikatae hofu, ukatae ya kwamba wewe ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, amwaminie Yesu, mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yake. Biblia inasema, na alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Tukiwa ndani ya Mungu, tukimwamini yeye, tukimtegemea yeye, tuna nguvu, tuna ujasiri, tuna uzima. Haijalishi mapito adui ameleta nini. Kataa hofu, mwana wa Mungu. Utakapoondoa hofu, utashinda hiyo vita. Utakapoondoa hofu, afya yako itarejea, uso wako usikunjamani. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kila atakayemwamini asipotee. Usiwe na hofu, hautopotea. Wachawi hawawezi kukuua. Madeni hayo utalipa kwa imani. Hiyo ndoa yako itarejea kwa imani. Watoto wako, kuna mtu umezaa mtoto ana mtindio wa ubongo na una mashaka, jamii inanionaje? Kuna mtu umesoma, una vyeti vingi, lakini haupati kazi. Umekuwa na hofu, labda Mungu amenikataa, labda ni kwa sababu ya hiki na hiki, labda ni kwa sababu ya madhabahu za ukoo. Nataka nikwambie, ukimwamini Yesu, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Biblia inasema, mwana wa Adamu alidhihirishwa ili aje aziharibu kazi za Shetani. Hofu ni mojawapo ya kazi ya Shetani. Na kuombea asubuhi ya leo, Mungu hajatupa roho ya hofu. Kuna wakati Ezekieli nabii alienda kwake akamwambia, Mungu anakuua. Alipogeukia ukutani akaomba rehema, akatubu, hofu ya mauti ilikimbia. Na wewe nataka nikwambie, yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12, alipokutana na pindo la Yesu, alipokea uponyaji. Hofu ikuachie. Ninakuombea hofu iondoke katika maisha yako. Mungu akulinde na mabaya yote. Hofu haitakuwa sehemu ya maisha yako. Woga hautakuwa sehemu ya maisha yako. Chochote kitakachokuja katika maisha yako, Bwana atakutetea. Pokea amani. Shalom, shalom. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.